الناس والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السير وبارك الحجاج والزوار في الزاد والنفقة واقضي ما وجدت عليه من الحج الأولى بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Baada ya kuendelea na silsila yetu ya maudhui yetu ya al-fasad, Mola Subhanahu wa Ta'ala katika aya tueleza zile taarifu za aya. Mola tuambia dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, kwamba umeenea, umesambaa, umedhihiri ufisadi bara na baharini kwa sisi wenyewe tumeyachuma wenyewe kwa mikono yetu. Utaona al-fasad hapa, shetani ndo ameteza, Ibilisi ameteza game kubwa sana. Alipokuwa Adam ameumbwa, alipojua akaona ile tafsiri yake, akajua mwanadamu ni mara moja kuingia. Ibilisi aliingia na ahadi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akamwambia Mola, la'aqudannahum siratakal mustaqim. Wallahi nuni tawkidi thaqila, nitakaa na hawa ummati wako katika sirati, nitawapoteza katika ndia. Siratul mustaqim wengine wakatuambia ni katika dini. Siratul mustaqim kama vile tunavyoelewa siratul, ihdinas siratal mustaqima siratal ladina an'amta alayhim, mimi nitawapoteza hata katika dini. Ndio Mola Subhanahu wa Ta'ala katika kutuhusia sana aya kadhaa wa kadhaa, wala tattabi'u khutuwati shayatin wash-shaytan. Shetani huwa akunga kutuambia mara moja tusifuate, ana khutuwati, ana zile zake, ana mambo madogo madogo. Yale mambo madogo madogo huwa yakaanza kumea, yakamea, yakimea ndio kwa ufisadi kwa mkubwa. Ni kwa nini tukatoa aya kama hii? Angalia Qabil na Habil, hawa ni watoto wa Nabii Allah. Wao alikuwa hawajui kuua kabisa, hawajui kufanya nini, hata hilo kubwa hawajui, hata kupigana hawajui kupigana dini, kwa kuna ulimwengu wao mwanzo. Kwa hiyo akafanya jambo gani? Akaanza wala tattabi'u khutuwati shaytan. Shetani sio kwamba mara moja alimuua, katika Qur'ani imekuja kwamba alimuua ndugu yake. Alianza kutotoboa ile Ibilisi, kila kimfuata ule alimuua ndugu yake tu, baba na mama, akawa hajui amuue namna gani ili amshike mkono ndo akakufa, hajui kuua. Tasawwa wewe, mtu kama hajui kuua atafanya nini? Hajui kumpiga, nifanye vipi ndio nione nimempiga? Basi akawa yotia maneno, yofuata, fanye hivi, mpaka mwisho kama wewe hujui kuua, wamshika sikio, wamvuta hivi, wamsunua, afanye hivi, uone ile gongo, kamwesha gongo, ama ni fimbo ni gongo, niinue kisha mpige hapa kwenye kisogo. Riwaya tumeelewa katika sira, mpige hapa, kuna mshipa fulani, kisha kumpiga kisawasawa, huyu kwisha kushamaliza kazi yake. Basi ule bwana akashika katika ndugu wawili Qabil na Habil, mmoja wao akashika ile gongo akampiga kwa kinyume, yule akashtuka, akawa mwenye kufa. Alipokufa hajui kufa nini. Riwaya zinatuambia alitembea na ndugu yake mashariki na magharibi, kwa ni watu na nguvu, si kama umri wetu, kwa kuna magari wengine wanafia. Akawa amembeba mpaka ule maiti ambao kwamba ndugu yake, hapo ni ufisadi. Wala tattabi'u khutuwati, hakumwambia moja kwa moja. Wewe ukamwona mtu yuko kwenye uraibu full, ameanza sigara au ameanza kitu kidogo, na kuna kitu cha msuta na roho yake kwa dhamiri, usifanye, akaanza kufanya, akifanya waishinda ile dhamiri, kishinda ile dhamiri ya ulaki huko. Mtu yote akiangukia kwa huyu ni mwizi mkubwa, ameanza kuiba nyumbani shilingi 5,
ama shilingi 10. Kwa hivyo ukiwata ufisadi ule, zile ndio hutuati shetani tukua. Kwani nini hiyo shida? Sasa iwakufundisha pale nyumbani. Kwa hivyo mtu akiwa ni maasi, ni mfanyaji maasia, ni mtu nikiwa ni khai, nikiwa ni mwizi, awe atakayekuwa hakuanza mara moja. Kwa hivyo huyu alimtukua ndugu yake, katembea naye mpaka sasa ikawa watu harufu karibu tagayyara, kubadilika ule mwili. Fabaatha Allahu ghuraban, sio Mwenyezi Mungu atawambia, Mwenyezi Mungu akatuma nani? Makurabu. Na makurabu ni wale ambao kwamba tunaona sisi ni wale makurabu na weupe hapa. Hawa ni makurabu ni chokorani, manake wako wanafujo sana, lakini wale makurabu walikuwa ni watu wana nidhamu. Wanawaona kama tunaona sisi tukinukia kwetu Madina kwa makurabu wale au wausa mmoja, sisi kwa watu wao walikuwa ni na ukimsoma tarehe yake kurabu wana koti wa hukumu. Ukimwingilia mke wa mtu adhibiwa, utamwona anatoa mabele. Ukisoma katika Google utaona, ukimsoma kurabu imo kwa Kizungu utamsoma, kwa Kiarabu hata Kiswahili utamwona namna ndio. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawatuma makurabu, fabaatha Allahu ghuraban, wakapigana wale wanaangalia tu, amemshika ndugu yake, hajua fanya nini. Ibilisi ashafanya kazi yake, ashikati yako na zake hawatawao. Sasa hivi akapigana, mmoja akamuua mwenzake. Alipomuua mwenzake akashuka chini, akafungua kaburi, akafungua katika ardhi kama Qur'ani inavyotuambia, akafungua akatoa ndani yake, akamzika. Ndio mwanadamu, asili ya mwanadamu huanza kujua kumzika. Sema mwanadamu ni mtu ambaye kwamba hayawani natiku, hodari sana, mshinda ule mnyama. Pale akajua kwamba kitu kikifa nikizikwe. Akafungua kaburi, akafungua akamzika ndugu yake. Tuonyeshe ufisadi namna ulivyoanza katika ulimwengu baada ya Nabii Allah Adam na Hawa kutoka katika ardhi kama hii. Ili ardhi ndio ikaanza sasa kueneza ufisadi. Na ufisadi ukiwata waenea kama kwenye ugonjwa mfano wa corona, mafua. Na watu katika ufisadi kwa mara nyingine warithiana, ukiwata warithiana. Hivyo yatakana mtu asiwate. Kwa nini warithiana? Kwa sababu hata wakati wa nyuma, ndugu zangu, wazee wangu watakumbuka, kulikuwa kuna ufisadi kabla hawajaja wazungu, walikuwa ufisadi huko. Wengine ukikumbusha wazee watakumbuka, sisi tumeambiwa, tumeyaona. Mimi kama mimi sikuyaona, lakini nimeambiwa kulikuwa na beni kwa damu, mtezo beni, kushindana beni, madini kuna beni, kushindaniwa, au sio? Pesa wameshuhudia kwa macho. Ni debeni limefilisisha watu wetu. Watu waliuza ploti, watu waliuza nyumba, na waliofaidika sana kwetu Wahindi, maana kama kule shela kwetu wana ploti. Anzi pata mimi na sisi wazee wetu ndio kwa baharia ndio mwanzo ndio kuja kubuni wao kutoka India huko walizipata vipi? Kumbe kwa debeni likiwa nataka kutezwa, kulikuwa lazima kufanywe nguo za kisawa sawa kama jazi vile katika mpira. Na mashindano, watoto huogeshwa kama hii huwa mpaka bango, hakuna tataka harabaisha. Lakini walikuwa matezo makubwa na ilikuwa si nzuri. Baada ya wazee wajua, ilikuwa hatutaki kusema kwamba makosa, lakini tueleza ule ufisadi ulikuwa huko kabla, na ule ushindani asili yetu ulikuwa huko kabla sisi hatujaja kizazi cha sasa. Kwa hivyo utaona ndio kukwambia hii na nyingine ufisadi ni kama ugonjwa wa kuenea, urithishana. Sasa utaona wale wamepita, Mungu akawarhamu, utaona walikuja tendo wakapanga mambo mengine, wengine wakapanga mambo mengine mpaka tunafika umri wetu, na bado tunapenda mizozo, na bado tunapenda ushindani. Kwa sababu ile turathi watu wanapenda maskani. Sasa sisi maskani zetu ndio tumezidisha, tutumia mukhadirati. Wakati ule alikuwa hakuna unga wala nini, ilikuwa ni mtu ni tembo lake na tembo la mnazi halasi na baadhi shamba za weka. Lakini sasa angalia zile zitu zilizozunguka. Kwa hivyo ule uraibu umebadilika. Wakati ule ulikuwa una uraibu wao, sasa kuna uraibu wetu zaidi.
Ndio Nabii Nuh alayhi salam alipokasirika akamwambia ya Rab, qala Nuh ya Rab, akamwambia innaka intadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Qala Nuh ya Rabbi la tadhar, hawa usiwawate, ukiwawata hawa wala yalidu illa fajiran kafara, yani hatozaliwa, kila atakayekuzaliwa, kila atakayekuja katika ulimwengu atakuwa ni mtu mwovu tena kafiri wa kisawasawa. Si kwamba atarukewa kafiri, watarithiana. Maanake hapa watarithiana, madamu wazee wao. Utaona sana wakija wakiulizwa kuanzia wakati wa mitume mpaka Mtume Muhammad, wakiambiwa kitu Makureshi sema inna wajadna abaana, sisi tumepata wazee wetu. Lazima iko katika kurithiana, ndio ufasadi. Lazima mwanzo katika kuzima, ndio katika maratibul fasadi, daraja za ufasadi. Kitu cha kwanza mtu kitakuondoa katika ufasadi au uharibifu, nafsi yako. Mwanzo jianze wewe mwenyewe. Ukianza wewe mwenyewe kama baba au kama mama, na ile jamii nyumbani itatengezeka. Yaani watu wafundishwe kweli. Anza wewe baba uwe kweli, mama awe kweli, yaani vitu vile vya sawa sawa, si mambo ya kudangamaniza, tuamini huku tutakufuru. Kwa hivyo ndio Nabii Nuh katika ile hasira akasema hawa kila wazali nao, kisha yeye mwenyewe akasema Rabbi findi waliwalidayya, sababu wazee wangu wale wazee katika kaumu zake, waliman dakhala baiti ya mu'minan wala tazidi dhalimina illa tabara. Kwa hivyo ni katika nini kueleza hivi? Ni katika ufisadi. Kwa hivyo tunaona Kabil na Habil ndio mafuhumu ambao kama al-fasadi fi Qur'ani. Kuna mwanachuoni mmoja sema hiya majmu'atun min as-sulukiyati wal a'mali wal mu'taqidati allati yakunu biha fardun au mujtama, ni mkusanyiko wa njia na amali na hizi itikadi ambazo kwamba yakunu biha fardun, ima mtu kusimama peke yake au mujtama, au ni mkusanyiko wa kichama mwingine, tataaradha ma mabadi shar'i, zapingana sana na mambo ya sheria wa ahkam sharia al-islamia, na hukumu za sheria za Kiislamu, mimma yuaddi, inawapelekea ila adhrari, madhara talhaqu bil afrad wal mujtamiat, ambao kama zijakukuta katika mufradati na mujtamiat. Imamu peke yako taathirika, au mdogo au mzee mmoja alikwenda kwa mwanachuo akamwambia, mimi nimeza kijana changu miezi sasa 2-3. Sasa nikamwambia hajaanza kusikia jambo lolote, nataka umjalie mtoto ama unipe dhikra ama unifundishe kwamba huyu mtoto awe atakuwa mtoto mzuri mwenye kushika suluki na dini. Tuone kumwangalia watu wanapani, akamwambia umechelewa, hajasikia lolote, miezi 2 hajaona mtoto bado, kali mdogo, umechelewa vipi? Akamwambia, je, ulipokuwa wewe watakuwa kuoa ulitakuwa mama kisawasawa? Na wewe baba, kuna watu wanaolenga alenga kwamba zile madhara yakianza huanza mwanzo, kwa sababu Mtume asema kwamba idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Je, wewe mwenyewe una dini na tabia? Na je, huyo mke uliomuoa alikuwa na dini na tabia? Kwa hivyo kutaka kumtengeza kijana mpaka mtafutie mama yake mzuri. Usimtafutie mama ambao kwamba hana murua, hana akhlaqi, hana dini, kisha wewe matarajio uzae kijana chema. Kama wewe umechukua ardhi malima na ardhi wajua hii haina makulima, haitoi makulima, mataka makulima yawe mazuri, mpaka ardhi iwe nzuri, iwe radhani, yenye kunyeshewa na mvua mzuri. Kwa nini? Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, sema ikhtaru li nutfikum fa inna irka tasas. Usiangalie uzuri tu ukabadilika.
takueni tone lenu la manii. Tunasema asema fa inna irka tasasu, ichikishika ukija mbali sana pale mke na mume wakioana wanapolala. Kuna hadithi nimesahau, mmoja wapo ni mjomba shirikiana pale katika kulala, sio kwamba yule kanala pale, yaani maana yake mtoto sana bila mtu akiwa mke sana, mtoto kutoka sura za wajomba. Kwa hivyo unapokwenda katika kutakuwa kile kizazi ama ule mke ama mtoto wako aje kutukuliwa, aje kuposa, haya ni mambo ya maadili, lazima utengeneze. Ndio wamtengeza mtoto mzuri, ndio utatarajia kumwona mtoto mwenye dini. Lakini ikiwa utokea katika maadili haya, utaingia maadili ndio alfasadi, bahara alfasadi, tualeta sisi wenyewe ufisadi. Ndio wala yalidu inna fajiran kafara. Ikiwa wewe kuna mtukulia mke ni kadhaa, wajomba zake ni wana kazi kadhaa, wana maasia, wana hivi mukhadirati, mtoto lazima atoke khuluqi za mjomba. Fa inna irka tasasu, kishiko kijambani, mtoto waweza kumzaa wewe ukamwona atoka sura za mjomba wake au atoka sura za babu yake, huyo wapili ama watatu, siko hizi. Kwa hivyo Mtume alikuwa ashaona mbali sana. Hivyo ndipo pale hapo ukifeli hapa ndio alfasad, mrudi pale ushaingia katika nini? Ufisadi. Sasa usitarajie kama utapata mtoto mzuri, usitarajie utapata mjukuu mzuri. Hii ndio kanuni ya Mwenyezi Mungu aliyoiweka. Hii kanuni, mengine ni majaliwa, ni dua, hatukatai, lakini kuna vitu vimewekwa kanuni, lazima viende hivi ndio tarajia. Hata utaona sehemu za sasa hapo kwamba mtu ataka mtoto, atakapata mtoto atakwenda hospitali. Katika ulimwengu unaendelea, katika teknolojia zinaendelea hali ya juu, akaenda taekewa, mimi nataka mtoto wangu awe jeshi, ataangalia manii pale ya mwanajeshi ya uso, atatukuliwa, atafanyiwa, atatiwa ile manii, mtoto ajua kimzaa mtoto mwanajeshi. Hawa tuko maneno Mtume wa Yesu aliyetu, mimi mtoto wangu atakaye doktora, atakwenda pale, kuna manii amewekwa kila daktari fulani wa profesa fulani na ana babake, lakini tuko mania dede atakaye mwimbaji na kadhalika. Vile vile wanapopanga makizao, mtoto atakuwa mwanajeshi ama mtoto atakuwa dokta ama mtoto atakuwa mwimbaji, ikhtaru tunasema. Lakini sisi kama Waislamu tufundishwa haya na Mtume ni wetu na dini ni yetu, hatuyafuata. Sisi tushakuona mwanamke ampita, sisi hataki kujua, tunataka kuandama tu basi kama wanyama. Hataki kujua kabila yake, hataki kujua ukoo wake, hataki kujua ana dini, hana mwanzo kuona kabila zake, lakini ana dini, ana akhlaqi. Mambo mawili ndio Mtume aliweka, basi kuweka mengi, msitafute mengi. Ile shahawa yako wewe ivunde, mara nyingine umweke Mtume sasa, ili upate kizazi chema. Ama lao kufanya hivyo, wala yalidu illa fajiran kafara. Kwa hivyo kuna madhihirisho ya ufisadi, tutasikia kustaji. Kuna asbabu fasadi, sababu ya ufisadi ni mbele, ndio kutaja moja baada moja. Kwa hivyo hizi zitu watu kulifiana. Kuna bwana mmoja alikuwa na Sayyidina Ali, akamwambia, mimi nitakaonipe dalili ama hoja ama kipengee kwa lugha yetu ni mwasi Mungu. Kuna maasi mengine siwezi kuacha. Kama sisi vile tulivyokuwa, mtu anaweza akawa swali afanya nini, lakini ana wajibu wake lazima ufanye. Na msikitini huko ukiwaambia kama jaribu, lakini hawatiki, taabu kuatika, basi bwana ndio anasema nani sasa, ndio kumwangalia ambaye wewe unataka kumwasi Mungu, atakufanya ufisadi. Akamwambia sitakupa jawabu moja, akamwambia waonaje wewe utoke katika hii milki ya Mungu, utafute milki yako.
fanya maasi utakayo patenda bwana akamwambia mteza shere, mimi ndo nitafute miliki yangu, yaani nitafute ardhi yako, ndio maana utoke katika ulimwengu aliyoumba Mwenyezi Mungu. So wewe mwenyewe unajua kwamba khalaqa samawati wal ardh, kwa Mungu ndiye aliyeumba. Tafuta mbingu zako na ardhi zako, utoke. Kisha ukishopata ulimwengu wako peke yako, maana ni kufa, hautatoka kutoka. Sasa mimi nitakwenda wapi? Na masala kwa mengi ya hadithi ndefu. Kisha ya pili akamwambia, mimi nashindwa, kuna kipengele kingine. Maana sisi hupenda wanadamu kutafuta vipengele, sio? Hakuna kipengele kingine. Akamwambia kiko kipengele gani? Akamwambia, waonaje wewe uishi hapa undani katika hii ardhi miliki ya Mwenyezi Mungu, lakini usile chakula chake, utafuta chakula chake. Kisha mwasi Mungu utakapo. Haiwezekani. Kama basi kaifa asita Allah, vipi utamwasi mtu? Babako amekupa nyumba yake, amekupa kila kitu, amekupa miliki kila kitu, kisha umkosea adabu ndani ya nyumba. Ndio pale wengine baba akaongana kwamba mwanangu, mfano mwanangu, tafuta nyumba yako, toka kwangu, utafute chakula chako. Kama hivyo ni mfano mdogo tu. Leo ukiangalia barabara waanza kunukia, hujafanya kazi, umeenda maisha vipi? Unajua uko chini ya wazazi wako, wewe una maisha rahisi. Sababu ukiangalia umewekewa TV, umewekewa internet, chakula kizuri, Ramadhani sasa hivi ukienda futari mzuri, ona nao unayosha kwa tajiri umemshinda baba. Lakini utakapotoka nje sasa nyumba kwa basi mzazi wako ishi peke yako, utajua maisha ni. Utajua babangu kweli alikula ngumu mpaka kafika hapa. Leo maisha na insana fika wapi? Na mwanadamu ufika mara nyingine wakati wa mwisho. Ule mwisho wake akifika, yeye ndio ataka kuomba msamaha. Mwenyezi Mungu msamaha ule. Ndio ile Firauni anasema ana qad asaita wa kunta minal mufsidin. Sasa wewe ni mwasi Mwenyezi Mungu, nataka hii hapa kipande wa kunta, na wewe ukawa Firauni minal mufsidin, na wewe katika wenye kufanya ufisadi kwa watu. Ufisadi wako mkubwa ni kidai mpaka ni Mungu wewe, hakuna kama wewe. Leo hakuna kitu kitakachokuokoa. Na sasa hivi kwa hivyo sisi tusifike umri au wakati mpaka wasakaratul mauti, mwisho tunataka kurudi kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Vifungo vile milango pale vifungo. Na wengine wala tatabi khutuwati shaitan, ni wenye maradhi ya wasiwasi. Mwenye maradhi ya wasiwasi, wewe ukienda kwa matabibu wetu hakuna dawa, kwa sababu yule yuwatezewa na shetani, alladhi yuwaswisu fi suduri nasi min aljinnati wan nas. Utaona wengine katika kutawadha, mtu anakutawadha naye, kila kitawadha unabado zile ndio futuati shetani atazanaye. Kila kitawadha unaogopa, au kila kija kuswali wasikia kama rihi yatoka, hii mambo ikifeti kama harufu yatoka, khuruju rihi, arudi tena atawadhi wako tu hao mmoja wao, kisha aje tena, akija wasikia hivyo, kumbe shetani ateza na tubu yake kama yosikia kama rihi yatoka. Sasa wanazoona sema nini? Wasema dawa yake ni wewe pale unapokwenda mara kwanza ukafanya, mara pili ukisikia wewe endelea na kufanya hivyo hivyo, ndio dawa. Kisha ile baraza kutoka yenyewe. Lakini hapo pia kuna changamoto. Ukimwambia mwenye wasiwasi au maradhi ya jisi, ukimwambia watu haya wahakubali, mtateta sana. Mtateta mimi nafanyika hivi, basi asitoke. Na kama hayuko katika swala utamwona kimya habari. Lakini akiingia kwenye swala yeye huja hivi. Kwa sababu gani? Huyu alisema la aqudannahu siratan mustaqim, nitakaa katika sirati, nijaribu kila anayekuja mimi
nimtoe katika na hupoteza wenye maduka, wenye biashara, akakukosesha jamaa. Angalia, utaadhiniwa sipokuwa siku Ramadhani peke yake, mashallah. Magharibi ikiadhiniwa kwa jamaa kuu bila kuchelewa, lakini kaadhiniwa alasiri hapa, kazi na dhuhuri, baada ya kuadhiniwa huwekwa dakika ngapi? Dakika 15, nyingi hizo, ambao kwamba wewe kutoka msabaha na gari ama mbele ya msabaha kidogo, ukija mbio, ukija kama upata kuswali, yani kuadhinia wewe kwa msabaha, utaingia Masjid Salam utapata jamaa. Leo hapa mtaani utaadhiniwa mpaka kwa kimima swala, wewe ndio waja washikamaji wa dhamana, wala tattabi'u khutuwati shaytan. Tangu dali kuzana sisi hataki kupana pana, wewe wana chochote, lakini wakutoa katika ile morali ya swala, wakutoa katika ile swala ya uskini, ladha swala yatakakija. Ndugu yangu, ni swala upate sunna, swala kamili. Intidharu sala ni thawabu, kungoja ile swala yenyewe ukiingia msikitini wapate itikafu, hata kama kidogo. Hizi ndio au jambo mfano na msikitini, kana ufasadi na mtu akaja hapa msikiti wetu Masjid Salam, akamwona ni imamu ama msimamizi, akamwambia wewe bana, ni imamu hapa, ni wewe mwenye kuadhini, hizi pesa kidogo ni 10,000, 20, tukua angalia hapa msikitini kama kuna taksiri yoyote, basi mua kama hizi feni nini, ama kuna rani, tuangalie kwa ufisadi, mimi na wewe tuko ndani na tushateza. Basi kuna imamu, kama imamu akichukua ile pesa ama ni mwadhini ama nani, inaweza kutumia yeye kama kwa mfano shilingi 100, shetani atakuja, ni imamu watu moka hapa, maswalisha mshahara wako kidogo, hiyo mimi kesho nitoe mfukoni tu, kwani lazima umebee ule kuitia mfukoni. Ndio corruption yaanza. Corruption utatukua ile na zingine zikija ukashtukua. Mfano mwingine alfasad, maji ya msikitini yale yaliyo pale hana mushkili, yale pale yaliyo pale, lakini maji haya kutawadhia na kuingia chooni hufai, isipokuwa tu msikiti akiridhika kamati, msikiti wa Mwenyezi Mungu. Lakini kila msikiti una wasimamizi, sio wasimamizi wakiridhika ama sana wenyewe wanazoona tuwafete yosema, mwenye kulipata akaridhika au mwenye kulipa maji akaridhika, haina wasema vipi yale maji shekhe yamekuwa kutawadhia, na zile sosi zilizowekwa ni haja ndogo ama haja kubwa, ukitoka oga wewe ifai. Ukitaka kuoga chooni, ona watu wengine waangaliana, ukitaka kuoga chooni sharuto na katika ile maji ya nje, kisha uoge chooni uoge. Au watu msikiti wenyewe wenye kulipa wameridhika. Lakini ukifanya hivyo na mbele ufanya hivyo shaka, hata sisi tukitikia anakimbia ni mama usikia joto, lakini wanawewe kujitia shawa kidogo kushoge fresh. Lakini katika alfasad lazima tujirekebishe, na miswahafu vingine kwenda na msikiti haifai kutolewa. Mwenyewe katika wakfu Masjid Salam ashafunga katika fitna, hafai. Ila utoke msikiti huu uende msikiti mwingine, haina nafasi. Pengine hapa yamejaa msikiti, kamati wasimamizi wakakubaliana miswahafu mengi, lakini kuna jirani yetu hawana, wakapitisha kwa zile wako hapa hazina mashikiti, natoka msikitini na misikiti yote iko sawa. Msikiti wa Nairobi, msikiti wa Mombasa, msikiti wa huu wote sawa. Misikiti mitatu tu ndio tofauti: Masjid Haram Maka, Madina, Palestina. Hii ndio Mtume sema la tashuddu rihali illa bithalatha. Ukitia nadhiri wewe baada ya kwenda kuketi Maka itikafu, lazima uende. Ndio msikiti wa kwanza ile taabu nyingi sana karibu laki.
zawadi yako ni swali, si hapa ila kuboresha kwa sababu ndio kwa watu wamejania umra, haji, watu kwa pesa wajani kwa sababu au makaika msikiti wa Madina waweza kusema, ama msikiti wa Palestina kuna sita tuseme waweza kwenda msikiti wa Madina ukitika. Lakini nikasema nitakao msikiti wa Mombasa ama msikiti ulioko Mere ama Ganda kiditikafu, naweza kaja mama Masjid Salami kakiditikafu wala mushkili hata msikiti. Sababu haya nafikiri tumefahamu. Kwa hivyo mswahafu kwa kutolea, lakini leo jambo la kusikitisha kama sisi kule kwetu tupata sana, utomwona mtu yuwafanya marekebisho, yani yaondekisha. Mfano hizi skuli zetu hizi sasa zimekuwa kuna Qur'ani ndani, sio kuna integration, kuna nini, utamwona amefanya shopping, amenunua vitabu vyote, nguo, uniform, kisha mwisho huitishwa mswahafu, kuja salamu alaykum ustaz, salamu bibi, una mswahafu sitaki kununua. Mwana jamii yetu ni kwamba wewe hujui, lakini ushamfundisha ule mtoto kwamba hizi ndio kununulia za thamani, lakini humu wa kuomba hauna thamani. Beshika hizi mshindo kutushinda 350 500 umetoa urufi na ukalipa na mafizi, washindo kutoa 500 waomba bure. Sisi jamii yetu umepata wako sasa, lakini mnulie pia wale mtoto aone kwamba babangu mamangu amekwenda mpaka kwenye library amenunulia mswahafu, hata usikilia ubongo. Unajua mtoto ukimpa kitu kama amenunuliwa na babake, ukikatika huo mkali sitosomesha tumeona. Mfano mimi mswahafu ule uzokatwa hata habari, lakini amenunuliwa na babake mwanafunzi mandanaga kwa kana kija tabia babangu kabisa hapo kana katika asikia tungu sasa babake, lakini unaomuona wasikili kwa sababu kwa bure wa aisoki sio. Kwa hivyo hizi ni katika sampuli ambazo tumeenda kuzieleza za namna ya ufisadi. Kwa hivyo daraja zitu za wasiwasi ndio sema taarifu al-fasadi kullu al-khilafi wa mukhalafati anjadati at-tariqi wal-i'tidal. Kila kitu kilopeta, kila kitu kilokwenda hivi ikawa na ukhalifu wewe ile ndia hiyo kusaidia katika nini ile corruption. Inshallah naona kwa wakati wangu umetosha. Mwenzangu kwa yuko shule fundisha mpaka Jumamosi Jumapili. Kwa haya machache mzima katika dini ya dini stamina qawla fataluna sana na moto uliingia katika ulimwengu. Tumuombe Mola Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu kila mahali kuna Waislamu, kipibia huku kuna Waislamu, kipibia huku hata kwa Amerika leo kuna Waislamu pia waishi. Hebu Mwenyezi Mungu auzime moto kwa mwezi mtukufu huu wa Ramadhani kuingia. Mwenyezi Mungu atujalie na dini stamina qawla fataluna sana.